ila ufupi tu. Tuondoke kipipa wako. Tuondoke kipipa changu. Wapambanaji wa Mungu. Hii ndo dunia bwana. Napo nyuma kidogo hapo. Baby, sasa hichi kichwa chako kila sehemu kinawasha bwana. Una nini huku na nini huku? Kwanza mamba kibao. Ungeenda tu nini bwana? Ungeenda tu mwenyewe huko wapi? Hapa. Mimi nimeshachoka sasa bwana. Nywele zenyewe zimeshakuwa nyingi hivi hata kutoa hivi inakuwa shida. Alafu, mbona watu waenda sokoni mpaka sasa bado hawajarudi jamani? Baby jamani. Sasa kwani wale ni watoto wadogo wale? So umesema unaenda sokoni, wakimaliza kubeba mahitaji yao watarudi. Na wewe pia umemtuma vitu vyako wewe. Hata kama sasa hivi huyo mwenyewe anataka kujifanya kama mwanafamilia. Wao karibu sasa hivi nawaona tu wanachekeana. Karibu hivyo siku utakuta huyo mwenyewe kaka hapo ndani kama mwanafamilia na yeye amerelax amenyosha na miguu kabisa. Haya, mimi nakataza wao naruhusu tu na watu wanachekeana. Wanazunguka ndani kama vile sijui vitu gani. Makasiriko sasa. Yule mtoto mpaka aje. Ndani mbona tutakuwa tumenyooka. Haya, hao hapo wamerudi sasa. Halima. Unajua hii nyimbo? Ndio. Halima, karibu. Asante. Asante kwanza kwa usumbufu. Bila samani. Nyumbani umeme umetoweka. Ndio kwa sababu wewe una ubao wa umeme, naomba unitie simu yangu kwenye swati. Halima. Halima, mimi nitakuja nikupose wewe. Unajua mtoto mrembo. Asante. Halima. Siku hizi maisha yanabadilika. Mpaka mama amenunua fuso. Hakika maisha matamu. Hata hii ndio maisha hata mimi mwenyewe naitamani. Niwe na mtoto mrembo kama wewe. Unaonaje? Nanyi pia mtafika huko. Ndio. Vipi? Hapana. Niko sawa. Subiri nikutulie kwenye chai. Okay. Hapa ni Alex. Mbadili magari kwa jiko. Kama nimekuita, nimetaka kukujulia hali. Vipi, upo salama? Niko salama, nashukuru Mungu. Hivi unaweza kuniruhusu kuonana na wewe? Nipe anwani Alhamisi, nitakuja kukuona. Anwani yangu ni ukifika kunako benki la Kodefi, manake unahesabu klota ya tatu. Ukihesabu klota ya 3 kwa mrehemu Mwembo. Ukifika pale utakuwa umenipata. Mimi ni mpangaji wa hapo. Sawa, hapa Vungi. Okay. Sawa. Asante, nashukuru. Yes. Chris. Naam. Mimi hapa nina mpango maalum. Kwanza nikanunue TX zile kubwa ambazo zinatembea na wazungu Hiyo. Kisha pili
nikaone Katwangeni ninunue nyumba yake pale. Hiyo ndefu. Hiyo ndefu. Mkuu mwenyewe una mipango. Mtambuli mwenyewe. Nataka kuingia naye Dubai. Yaani mtu akiniona aseme igwe. Alafu just hebu njoo bwana. Ndio tukaone pesa zetu hapa. Wenzangu unajua, kwa kwanza wa nini? Pesa zipo sana. Ndo zimo. Pesa nini ndio na imekuwa uzito imekuwa na uzito kabisa. Yaani sikika imejaa. Unajua hizi pesa? Mimi nawaoa wanawake 3. Tena wazungu, si weusi. Maana mimi nitakuwa nimekuwa tajiri. Tajiri mno. Wa kwanza nitamweka Nigeria. Wa pili Amerika. Sasa yule wa 3 ambaye mimi nitakaa naye. Wapi? Unajua kama wapi? Unajua wapi? Wapi? Hapa karibu. Hapa chini hapa. Lazima unajua. Wale ambao bata pia wanaenda kwa gari. Bata wanaenda kwa gari. Bata wanatembelea gari. Sasa mimi nitatembelea nini? Tungefungua basi. Tufungue? Tufungue. Sasa hii ni pesa. Hii pesa hii. Hii pesa. Asubiri kwanza. Wewe vipi? Pesa, subiri kwanza. Pesa. Pesa. Pesa ziko wapi? Tokea hiyo siku ambayo tumekuja nalo, mimi sijaligusa. Yaani mimi sijaliko. Unajua mlango wangu unaufumba vizuri. Sasa mimi nashangaa kwa yaani mimi sielewi. Tusilaumiane. Maana tulichokila ni kingoni mwetu. Kafara tuliyotoa ni mbaya sana. Walevi na watenda dhambi. Ijapokuwa wale tu ni watu ambao wanakubalika na shetani mwenyewe. Lakini nachokiona ni bora kujaribu mara pili. Hao watoto wa shule wadogo na mabinti bikra tukawatoe kafara. Wale watakubalika na kafara yetu itakuwa nzuri sana. Tutapata tunachokitafuta. Tujaribu mara pili. Tusikate. Chris. Naam. Mimi nilikuwa nimefikiria kwanza kutembelea ndege. Leo hii ningeziona zile pesa. Safari yenyewe imeahirishwa. Sio huko. Maana tulichokifanya ni kuwa na moyo wa ushujaa. Ukikata moyo unaweza kuwa kafara na unaingia ndani kwa siku hii moja. Maana kinahitajika nini? Kuwa na moyo. Haya basi, sawa. Divya, karibu sana. Asante. Ila sikutarajia kama unaweza kuja. Naona uso wako unaonesha ukarimu wako. Divya, ukweli moyo wangu ni kipofu. Na moyo wangu unadai kutembezwa na mtu mwenye macho. Hata kama hali yangu kweli haendani na wewe, ila tu nakupenda sana. Tena sana. Na moyo wangu unaendelea kunidai tu kuwa wewe ni mke wa maisha yangu. Alex, nataharuki kufungua moyo wangu kwa mtu mwingine. Maana mpaka hapa nimekutana na vicheche na kunichukua kama shamba la mchele. Hazimio yao kubwa kula na kuenda. Pole sana Divya. Na wale ndo vijana wa mjini. Kwenu wanawake wanaopenda sana muonekano, bila kuwajali wanaume wanaofanya kazi, bila kuwajali wasiojua kazi. Hawa vijana weupe kama papai na hawa wajeza bodi, wale ni watu wanaojifanya kulelewa na kupenda sana vya bure. Divya, mimi ukanipa moyo wako, nitaulinda na nitautunza kama vile mtoto mchanga anayelindwa na mamaye. Nakupenda sana.
Unajitiktokesha kwenye TikTok eh? Unachebedua tu. Wanawake bwana mtatuua kwenye TikTok hii. Hivi ungekuwa na Saidondi, ingekuwa fresh na ungepata mashabiki. Yaani Saidondi yote hauioni? Hii yote. Nimeona kabisa. Hivi Neema, kama niko hapa nina kiu kubwa sana. Kiu? Nataka maji ya kunywa. Nataka maji ya kunywa. Okay. Neema TikTok eh. Yaani kama nikuja njoo na mtungi mzima bwana. Nina kiu sana. Kuna kasimu kangu nilikapea mdogo wako anicheje hapa. Simu? Njoo na. Okay. Yaani simu yako haipo? Hauioni? Haipo ndani. Acha mimi nitamuona mwenyewe. Kwa sababu yeye ndo nilipea, nitamuona mwenyewe. Sawa? Okay, sawa. Zako mteja. Huko ni salama. Lakini sio sana. Maana kwenye kuja kwangu hivi nilipita kwa kina Sara. Babu yake katuacha leo pande za saa 10. Na kafa. Na nilipojaribu kulizia wakanijuza kama ni kifo cha rafla tu. Kama wale wa kina Mama Samia, Alfred na wale watatu ambao wametuacha kwenye hii wiki. Watu 6 kwenye wiki moja. Sasa mimi naona kwenye hii kota unaingia mtu mbaya. Sisi kama vijana tunatakiwa kutafuta yule mtu mpaka tumpate. Ndio. Sababu atatumaliza sote. Kazi ya utafiti ni kazi ya serikali. Ni madaktari kuchunguza aliyefariki pasina kujua amefariki na nini. Sio hivyo. Naomba nisikilizeni. Sisi tunachotakiwa kufanya ni kutumia kahawa na kufanya nini, kwenda kunako msiba. Tukitoka hapo tutaenda kuchimba shimo ya yule aliyefariki. Utasema kuwa wewe daktari kujua mtu amekufaje. Wewe tumia kahawa, tuende tuangalie Mbona serikali yenyewe mashina shindwa? Kunywa kahawa, tuende tukaone nafasi ya msiba, tuone tutamzika wapi yule mtu. Sisi ni vijana tunatakiwa kufanya mambo kama yale. Wewe serikali yatangaikia, kunywa kahawa. Alex, si nilikwambia watapeli ni wengi. Tumeua, hatupati lolote. Chris, just kuwa wachawi, tumekuwa wachawi. Ukweli nimeona umasikini unaga dawa. Umasikini ni kizalikio. Hii imekuwa sawa na kamba inatufunga sisi. Kwa Mungu tumekosa. Jehanamu tunakosa. Hata kwa jasho tunakosa. Huu ni maskini wa aina gani? Je, na mtu anaweza kuishi pasi na hata nyota fulani? Lazima Maria katutapeli. Basi just kalete mishumaa tukamwone Maria. Atuambie kwa nini anatutapeli hivi na kwa nini tunamwanga damu za watu lakini hatufanikiwi kupata chochote. Ndio. Uko sahihi. Ni lazima Maria atuambie.
Mari, sisi tunajua jehanamu mtu kupaenda hawezi kukosa, anafanikiwa papo hapo. Lakini sisi Mariam tutapeli. Tuwe na ujasiri, tumuone Maria. Haya Maria, fungua mlango, tunakuomba, tunakuomba, la ilaha illa. Haya Maria, fungua mlango, tunakuomba, tunakuomba, la ilaha illa. Ndugu zangu, tuweke imani moja na tuweke imani yetu kwa Maria, sio kwa pesa. Maana tunahitaji kumwona tu atuambie ni kitu gani. Twende. Haya Maria, fungua mlango, tunakuomba, tunakuomba, la ilaha illa. Haya Maria, fungua mlango, tunakuomba, tunakuomba, la ilaha illa. Haya Maria, fungua mlango, tunakuomba, tunakuomba, la ilaha illa. Ndugu zangu, I swear tushapata changa la uso. Mariam katupiga changa la uso. Makweli watapeli wamejaa sana. Hata 50. Hata ngetutapeli hata kwa siku moja, tufurahishe tu kwa siku moja. Mbona nimeua mtoto wa dada yangu? Kuwa mchawi, tumekuwa wachawi. Mtoto wa dada yangu ni sawa na mtoto wangu mimi. Maria ni mjanja sana kutapeli watu. Ni miaka 5 huko tukifanya biashara zetu ndogo ndogo, ila wenzetu wanafaulu na biashara zao zinaenda sawa, ila kwetu kile kinachosogewa ni miaka na ufukara ndo unakolea. Mfano, Yesu namjua Jay, amefanya sinema kwa mwaka mmoja, huu mmoja, ila amefaulu kujenga nyumba nzuri tena nje ya nje. Unakuwa ni sawa? Huyu Jay anayefanya sinema za kuundaunda nje ya nje, nyumba si mbali hapa, mama jirani hapa, Mama Alima anauza nyanya tupu, ila amenunua fuso. Huyu jirani yako huyu jirani yako hakika
Mimi ninaona kuwa kuna sehemu wale wanaenda. Mbona msoto umeniandama? Msoto umetuandama. Mpaka hata nimeshindwa mapenzi kwa ajili ya pesa. Yaani mwanamke wa ndoto zangu ambaye mimi nategemea, naona njia ya kumpoteza. Na maisha yangu yamekuwa sawa na daraja tu kuwavusha watu. Kuwavusha watu. Mimi nimeamini maneno ya wazee usema kazi na dawa. Hakika. Kama unajua unachokimaanisha na kama unajua unachokisema, unaweza kujua mahali ambapo wana Alex. Hilo nimelifanyia kazi tayari. Hey! Nimeshalifanyia kazi. Mimi sizunguka mtaani, huwa nafikiria mbali. Kichwa changu nakipiga sana. Nimeshalifikiria. Umasikini kwa heri. Mimi naweza kusema kuwa umasikini kwa heri. Hakika. Tujaribu. Ila nasi mimi kwa imani yangu tutafaulu. Kama utakuwa uko tayari, njoo kesho jioni. Tuende. Nipo tayari kabisa. Upo tayari? Lakini huyu jamangu huyu hapa tumeteseka naye pamoja. Jamaa yupi? Huyu Chris huyu ambaye tumeteseka naye, tunafanya naye pale kazi. Basi hamna tatizo. Unaweza kuja naye tukayapelekea sote. Tatizo halipo. Okay. Asante. Basi mimi niseme tu kwa heri umaskini. Ndio. Na aliyeimba mbo huu hajakosea. Ndio. Najua tutafaulu. Pika moyo. Umasikini niache. Kwa heri umasikini. Umasikini niache. Mimi najua kuwa nitanunua gari zile mpya ambazo zinakuja. Alex, kwenye magari. Pengine yupo ndani sababu mlango uko wazi. Mimi ni mwafuatafuata, lakini sijui kama tumekuja kufanya nini hapa. Baba, tumegundua kwamba kuna mhusika ambaye anahusika na vifo vya watu kwenye kota hili. Nani huyu? Juste. Mimi na macho ya ndani nimeona na kasanduku kadogo. Na tunakuja kwa mkuu kumuomba ruhusa, atupe ruhusa tuende kugagua nyumbani kwake. Na tukigundua kwamba ni yeye tunamchoma. Okay. Okay. Lakini tumekuja wadogo. Tumekuja wadogo. Kwa mtu mwenye madai anaweza kutuangamiza hata sisi. Hata maneno ya chifu anaweza kutuangamiza. Muniache mimi niende kuangalia vijana wengi. Tuandamane, tukutane manjiani. Wengi vijana hivi. Fikra nzuri. Wewe nenda, andaa vijana waje wengi sana. Tunamchoma huyu. Tunamchoma. Ndio. Subiri hapa.